I think that we must agree that we are in a global crisis. That's what the engineer here was saying, global crisis, but come on, man. You know. Sawa. Na sio mara ya kwanza kujipata hapa. Tumekuwa hapa hapo awali. Na nikimsikiza kama ndugu yangu, we call each other comrade because we were both graduates from Kenyatta University. Tulikuwa hapa awali pamoja. Na tulifanya nini wakati tulikuwa hapo? Unakumbuka wakati ya COVID, wakati tulijipata hapa kwamba bei ya mafuta ilianza kupanda, tuweza kupunguza VAT kutoka 16% tukafikisha 8%. Na mheshimiwa hapa, nisema huo wakati alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya finance. Na sisi wawili tuliweza talk to our fellow colleagues in parliament kuongeza bei ya mafuta kutoka 8% to 16%. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile vitu tunaongea kuhusu VAT returns. Na wakati huo tulikuwa tunaongea kuhusu sauti moja. Lakini sasa tunajipata mahali ambapo yeye yako na sauti tofauti kuliko sisi, na tunaelewana kwa sababu ameenda mlengo mwingine, which is okay. But what do we practically need to do? Ya kwanza ni kupunguza bei ya VAT ya mafuta yetu. Na waziri wetu wa mipango ya fedha na mipango ya kitaifa, Mheshimiwa Bandi, ameweza kupunguza hiyo kulingana na gazette notice ya leo kutoka 16% akafikisha 13%. So hiyo imeweza kupunguza the impact ya bei ya mafuta. Number 2, ni nini nyingine ambayo ilikuwa inafanya iongoze bei ya mafuta? Ilikuwa mambo ya kulikuwa na broker wengi hapa katikati. Na hiyo ndio tuliweza kupunguza kupigia G2G agreement. Ambayo inasema ya kwamba sisi tunanunua sasa sio kwa sababu ya wale marketers, tunanunua directly mafuta kutoka kwa wale ambao wanatuuzia katika nchi ya kigeni. Number 2. Number 3, ile kitu ambayo ilikuwa inaongeza bei ya mafuta zaidi ni ile ilikuwa inaitwa exchange rate, ambayo iliweza kupungua kutoka 160 kwa dola moja hadi sasa tuko 130 kwa moja. Kwa hivyo yale ambayo tunaangazia, the challenge of facing now, sio ya kwamba ni sisi ya create, they are not our own creation. Ni mambo ambayo yamechangiwa kulingana na mambo ya kitaifa. Lakini jinsi ambayo tunaweza kujiuliza ni je, Jeff, haya, hii shida si yetu, ni ya global, ni ya international. So how do we handle those problems? Lakini mshukuru kwanza mwenzangu kwa sababu uzuri watu wa Kenyatta University ni watu werevu. So niangalia settlement yake nikaona hana tu kulalamika. Si kama wale wenzetu wengine ambao walalamika peke yake. Alikuwa anaangazia hii ndio shida na haya ndio solutions. So what solutions do we have to do? Moja hapo ni kupunguza VAT. Ambapo waziri wetu wa fedha na mipango ya kitaifa Mheshimiwa Bandi ameweza kupunguza. Namba 2, how do we cushion our Kenyans more? Because for sure we don't make one oil. Na tukubaliana hivyo, Jeff. We made politics about this issue of fuel as much as we want. But the truth is, hakuna mafuta yanatoka Murang'a, hakuna mafuta yanatoka Nakuru, hakuna mafuta yanatoka Molo. The least we have is tukona deposit kidogo tumepata Turkana, but we still need to refine it ndiweze kutumika kama mafuta. So we don't have our own solution. So how do we make sure that we cushion ourselves against this global crisis that is facing us? Bila kuweka siasa, bila kuweka chuki, bila kuweka kuonekana mimi ndiye napendekeza zaidi solution kuliko wale watu wengine. And once we have that agreement, Jeff, we'll get a solution. Let me ask you this. Sure. The VAT Act was an act of parliament. Yes. From 8 to 16%. Yes. The president today says, let's go back to 8%. Yes. Does the CS for Treasury have the authority exactly to approve that? Kabisa. Anaweza? Kabisa ndio. Na parliament? Nikukumbusha hapo zaidi, wakati tulikuwa wakati ya COVID, tuliweza Mheshimiwa Rais ambaye alikuwa pale, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, aliweza kupunguza VAT
wakati huo. Na if you remember that time, kuna kubalika watu this would be a crowd. Haikuwezekana kwamba wabunge wapatane kwa kikao kimoja. Lakini Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aweza kupunguza VAT ya bidhaa mingi, nafikiri kwa kutoka 16% around, I think it was 14% that time. So ni ukweli kwamba kulingana na our VAT Act yetu, CS National Treasury ana uwezo wa kupunguza through a gazette notice VAT ya mafuta up that amount, na kuna uwezo huo.